na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa. Amen. Tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, namba moja, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia inatakiwa itawaliwe, na kila chenye kutambaa, kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabariki, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Hapo peke yake wote wawili akawabarikia. Tayari lile tamko baada ya Mungu kumuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake, kuna maneno aliyatamka, waende wakatawale samaki na nchi yote, si ndio? Na vitu vilivyoandikwa hapo. Nafasi ya kwanza ya mwanadamu kuwa na sura ya Mungu, lazima uwe na uwezo wa kutawala. Lazima uwe na uwezo. Nafasi ya kwanza ya mwanadamu, iwe ni mwanamke, iwe ni mwanaume, lazima uwe na uwezo wa kutawala. Si ndio? Namba moja, si ndivyo imesema Biblia? Wakatawale, si ndio? Wakatawale. Mwanaume, mwanamke, umeumbiwa sura ya kutawala, sura ya kutawala. Sasa unakuta kuna watu hiyo sura ya kutawala huna. Shetani ameshakunyang'anya kitambo. Huwezi kutawala, kuna mambo huwezi kuyatawala. Huwezi kuitawala pesa, huwezi kutawala eneo, huwezi kutawala jambo fulani, huwezi kutawala hata kwenye uongozi ulionao, huwezi kutawala. Huwezi kila kitu, huna uwezo wa kutawala. Kuna namna fulani ambayo shetani ameiba sura ya Mungu kwenye maisha yako. Akasema kafanya nini? Ukatawale. Hii haihusu mwanaume, inahusu jinsia zote, wa kike na wa kiume. Lazima uwe na uwezo wa kutawala. Kutawala mali, tena kutawala na nchi yote, si ndio? Lakini kuna watu hii ardhi ameikanyaga hawezi kuinunua. Hii ardhi aliyoikanyaga hawezi kuitawala. Hii ardhi aliyoikanyaga hata kilima haimzalii chochote. Hii ardhi aliyoikanyaga haiwezi kumtolea matunda yoyote. Hata mwanaume uliyeko hapa unaweza kuuliza mke wako anatawala